Ogopa sana kumtangazia mtu mambo mabaya, kwa sababu utamsababishia mtu mambo mengi sana ya hatari. Uongo wako wewe na uzushi wako wewe na fitna zako wewe na hasadi zako wewe zitamfikisha mwenzio katika mazingira sio ya kawaida. Kuna watu wanaishi katika dunia hii, kazi yao ni kuharibia watu tu katika maisha. Utakuta anaongea hili, atatengeneza uzushi ule, atatengeneza fitna ile, atatengeneza hili. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu ana sura chafu katika jamii, lakini sura ile sio sura ya kiuhalisia, ni sura ambayo imetengenezwa. Siku ukiona mwenzako kafanikiwa, ukimwona mwenzako mzuri sana, ukimwona mwenzako amefanikiwa sana, ukimwona mwenzako ana kipawa fulani, kitu cha kwanza ukitaka kufaulu na utoe kinyongo kilichokuwa ndani ya moyo wako, sema alhamdulillah, la in shakartum la azidannakum. Sijui mmenielewa vizuri? Ukishukuru tu, wallahi alazim, wallahi kuna kitu Mungu anakupa wewe. Ukishukuru Mungu anakuongezea kitu. Kasirika uone. Fi qulubihim maradhun fazadahumullahu marad, unaongezewa maradhi. Shekhe, utakosa amani mpaka unaingia kaburini. Watu hatupendani, tunaoneshana sura nzuri tu, tunachekeana tu mdomoni, tunafurahiana mdomoni, lakini ndani ukiingia subhanallah, kama utapasuliwa ule moyo uone pozisheni yako iliyopo kwenye moyo wa yule mtu, utashangaa. Usisikilize ya watu, yani ya watu wewe asikilize tu, lakini yaingilie huku yatokee huku. Wewe pambana na misheni yako tu. Ukipambana na misheni yako ndio itakayokutoa, kwa sababu wewe una juhudi zako binafsi. Usikilize moyo wako, usisikilize maneno ya nje. Kuna wengine huwa wanampa mtu sifa kwa sababu wakudhalilishe, wanataka kukurudisha nyuma. Si kila rafiki ni rafiki. Kuna marafiki ni hatari sana. Kuna marafiki ni wanafiki na wameuficha unafiki wao kwenye vifua vyao. Kuna marafiki ni mahaqid, sijui mnenelo. Kuna marafiki ni mahasid, lakini saa zote ukimwangalia usoni kwake anatabasamu, na hata zawadi anaweza kuwa anakuletea kila siku, lakini anasema ngoja uingie kwenye 18 zangu nitakufundisha adabu. Anakusubiri tu sehemu, bado anasubiri fursa yake atakapoipata. Sishai kuona hivyo vitu mpaka siku akija kukufanyia uadui, yani wewe ukimwangalia ummalizi. Sema ndio huyu kweli? Ndio huyu tulikuwa tunatoka naye, tunakwenda kula naye sehemu, tunakunywa chai ya saa 4 pamoja? Ndio huyu? Ndio huyu aliyokuwa hapo nikiwa na shida shilingi 10,000, 15,000 analipa? Umeelewa vizuri? Unajiuliza maswali 100. Unaweza ukanyoosha mikono ukaongea Kiswahili, ya Rabbi, naumizwa huku, viumbe wako wananiadhibu. Tena sema kwa uchungu. Ile sijida ya mwisho katika rakaa 2, umeweka paji lako la uso kwenye ardhi. Chelewa kidogo, sio haraka, chelewa kidogo, alafu shtaki kwa Mwenyezi Mungu kesi yako, wala hata kwa maneno 3 4. Mwenyezi Mungu ninusuru, nipo kwenye hali mbaya, wewe unajua kitu gani kilichonisibu. Inuka, maliza kesi.